Ama kwa hakika, maisha ni fumbo ambalo ufumbuzi wake huonekana mbele ya safari. Maisha ni kitendawili ambacho uteguzi wake huja hata kwa nyakati ambazo hatukuzitegemea. Na wajuzi wa mambo wanapasha kuwa destiny ama hatima ya maisha ya mwanadamu ipo mikononi mwake mwenyewe. Naam, hili limejidhihirisha na kujiweka bayana katika historia ya maisha ya binti Eleonora Agaton almaarufu kama Nora. Wengi tunamfahamu kwa umahiri wake wa kuigiza mara baada ya kumtambua uwepo wake kwenye tamthilia kadhaa ikiwemo Elasticard pamoja na Mzee wa Giza. Historia ya Nora inarudi mbali zaidi mpaka mkoani Arusha, wilaya ya Arumeru, kata ya Sokoniwani, mnamo mwaka 2004. Ni miaka 20 imepita tangu kuzaliwa kwake, akiwa ni mtoto wa pili kuzaliwa kwenye familia ya watoto wawili wa kike ya bibi na bwana Agaton. Usiku wa Jumamosi wa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huo wa 2004, kiza kinene kikiwa kimetanda mnamo majira ya saa 9 alfajiri, huku wadudu walukao na tambao wakiendelea kuipamba anga kwa sauti za nderemo na vifijo, kuashiria kuwa ndio nyakati zao za kutawala. Hapa nderemo hizo zilizima kwa sauti ya kiumbe kipya kutoka kwenye nyumba ya Mzee Agaton. Naam, huo ndio ulikuwa ujio ama kuzaliwa kwa binti Nora hapo nyumbani kwao, na kisha kupelekwa kwenye kituo cha afya kijulikanacho kama Montemeru wilayani humo. Nora alianza elimu ya chekechea mnamo mwaka 2009, na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 5 tu, na alipotimiza miaka 7 alijiunga na shule ya msingi daraja 2 kuanzia mwaka 2011 mpaka 2017 alipomaliza elimu yake ya msingi. Mwaka uliofuata, yani 2018, Nora alitaka kujiunga na elimu ya sekondari, lakini kwa bahati mbaya baba yake mzazi hakuliafiki hilo, kwa sababu ni mwaka huo huo dada yake Nora alishindwa kuendelea na masomo ya sekondari mara baada ya kupata ujauzito akiwa shuleni. Nora alitaka sana kuendelea na masomo kiasi cha kupingana na maamuzi ya baba yake ya kuto kumsomesha. Alilazimisha na kuchukua maamuzi binafsi ya kwenda shule, lakini maskini ya Mungu, Nora hakupata sapoti yoyote kutoka kwenye familia, na hivyo ndoto na matamanio yake ya kupata elimu vikafia hapo. Na ilipofika mwishoni mwa mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 13 tu, hali ya kunyanyapaliwa kwa jinsia yake na kunyimwa haki ya kupata elimu ilimtosha Binora. Mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuendelea na elimu ya sekondari, lakini baba alikatisha ndoto zangu. Kwa hiyo nikaamua kutoka nyumbani na kwenda kutafuta maisha. Hivyo aliamua kuchukua maamuzi ya kuondoka Arusha na kwenda Kondoa kwa mamake mkubwa, ambapo alianza kufanya kazi za ndani na alidumu kwenye kazi hizo kwa muda wa miaka 2 kabla ya kuamua kuja Dar es Salaam mwaka 2019 na kuanza kufanya biashara ya chakula mgawani huko maeneo ya Temeke. Baada hapo dadangu akanitafuta akaniambia njoo Dar tufanye kazi. Ndo nikaja huku nikawa nafanya naye kazi ya restaurant. Kama ulizani kuwa historia ya maisha ya Nora imeishia hapo, basi zana zako zimekudanganya, kwani ndo kwanza tunaanza. Na safari ya maisha ya mafanikio ya Nora kisanaa ndo anaanzia hapa. Mwishoni mwa mwaka 2019 mpaka mwaka 2022, Nora alikuwa akifanya kazi ya kuuza chakula mgawani ama restaurant kama wengi wetu tunavyojua. Nilifanya kazi ya mgawa muda mrefu sana, lakini sikutegemea kazi hiyo ya mgawa kama itabadilisha maisha yangu. Siku moja Zebu akiwa katika mizunguko yake ya kawaida maeneo ya Temeke, alikabiliwa na njaa na kuamua kuingia katika moja ya restaurant za karibu za maeneo alokuwepo. Alipokelewa kwa ukarimu mkubwa na kupewa huduma nzuri kutoka kwa mdada mrembo mwenye macho makubwa na sauti ndogo iliyojaa haiba ya upole ndani yake. Naam, hapa kwa hakika namzungumzia Nora. Akatokea akawa amenipenda sana na tukawa tumezoeana sana. Kwa hiyo akawa anakuja kwa mara nyingi sana, akawa amependa akila akija lazima yani hata siku nisipokuepo Nora yuko wapi ataniulizia. Kwa hiyo hapo ndo urafiki mimi na Zebu ulipoanzia.
Zebu alifurahia sana huduma alizopatiwa, na hata siku nyingine tena alipohitaji kula mgahawani alizikumbuka huduma za Nora na akajikuta kila katika mgahawa ule ule. Siku zikaenda, miezi ikakatika, kiangazi kikapita, hata masika nayo yakapita. Lakini mapenzi ya kweli aliyokuwa nayo Zebu kwa binti Nora hayakupita kamwe. Zebu akajenga ukaribu zaidi na Nora, na hata ulipofika mwaka 2022 Zebu na timu yake walipoamua kuingia kambini ili kuanza kushuti project ya Binti Nyoka, ilionekana kuna uhitaji mkubwa wa mtu wa kuwapikia chakula kwa kipindi chote watakachokuwa kambini. Na ndipo hapo Zebu akamkumbuka Binti Nora kwa upole wake na utamu wa chakula chake, ndipo akamtoa kwenye mgahawa na kuanza kuzunguka naye kwenye kazi zake mpaka leo hii. Zebu alinipenda sana na alivutiwa na mapishi yangu. Kwa hiyo baada ya hapo alimfuata dadangu akazungumza naye. Kiukweli dadangu na hakusita, alikubali. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naongozana nao kwenda kambini. Mlango wa Nora kwenye upande wa sanaa haukufunguka mapema, kwani wamekuja watu na kuondoka. Nora yupo jikoni. Wakaja watu na wakang'ala kwenye sanaa. Nora bado ameng'ang'ana jikoni tu, hakuwahi kuonesha dalili za kuweza wala kutamani kuigiza. Nora alikificha kipaji chake cha kuigiza nyuma kivuli cha upole na ukimya wake. Siku moja wakati maandalizi ya kushuti Mziwagiza yakifanyika, kuligundulika kuwa kuna tatizo. Yes, ni tatizo ambalo lilikuwa likihitaji ufumbuzi wa haraka sana. Je, unamkumbuka Zinduna, binti ambaye alionekana kwenye episodi za mwanzo za Amangush? Sasa binti huyo ndiye hasa aliyetakiwa kutokea katika series ya Mziwagiza akiwa kama binti wa Mzee Dibozi. Uhusika binti huyo ulitakiwa uwe wa kugombania mwanaume na Zebu, na pia kushia bwana na Sheira, vipengele ambavyo vingekuwa vigumu kwake kwa sababu Zinduna ni mdogo sana kiumri, kwani ana miaka 13 tu. Kwa kweli mimi sikuwahi kujua kama nina kipaji cha kuigiza wala kama nitakuja kufikiria kuigiza. Kwa hiyo nilijikuta tu kumbe na mimi naweza. Hivyo mabadiliko ya haraka yakalazimu kufanyika, na karata hiyo ikajikuta inamdondokea Nora moja kwa moja kwa sababu mtu wa karibu na wa haraka alikuwa ni yeye, na kiumri yeye ni mkubwa kwa Zinduna, kwani mwishoni mwa mwezi wa 4 anatimiza miaka 20. Nilikuwa tu jikoni napika mara Zebu akaniita sebleni, ndo akaniambia kuna nafasi natakiwa nicheze. Sasa niwaibie siri. Mtu anayetajwa kushinikiza kwa Nora angeweza kufanya vyema ni Kisai, na mtu anayetajwa kwa ndo mwalimu wa kwanza kwenye sanaa ya Nora ni Dibozi Manuva. Kisai aliongea na KP na kumwaminisha kwamba mimi ninaweza nikacheza hiyo nafasi ya kuigiza. Na baada ya hapo Dibozi akaa ananifundisha na kunielekeza. Nora alipopoa uhusika kwenye Mziwagiza aliutendea haki vilivyo na kumshangaza hata mwandishi na kumshawishi kumpa uhusika mwingine katika series ya Last Card. Nakumbuka nilivyomaliza kushuti sini ya kwanza ya Mziwagiza, KP alifurahi hadi kunipa zawadi ya shilingi 50,000. Hakuamini. Basi baada ya hapo nikapewa nafasi ya kuigiza kwenye Last Card, ambaye nilicheza kama mpelelezi. Hakika wahenga walikuwa sahihi kabisa waliposema kuwa ukiwa karibu na uwaridi lazima utanukia. Nilijifunza vingi kutoka kwa wenzangu, basi baada ya hapo nikawa naongeza ujuzi kupitia wao. Nora amekuwa mwigizaji mzuri kiasi cha kuzua hata gumzo kwa mashabiki na wadau mbalimbali wa filamu nchini. Namshukuru Mungu sasa hivi naweza na mashabiki wengi. Kama nilivyosema hapo awali ya kwamba maisha ni fumbo ambalo ufumbuzi wake huonekana mbele ya safari. Fumbo la Nora la kunyimwa haki ya kielimu na baba yake mzazi limepatiwa ufumbuzi na Nora mwenyewe, na nayo ni azati kabisa ya kuelimisha jamii juu ya madhara kuendekeza mfumo dume. Kupitia sanaa yangu nataka niwaelimishe jamii nzima umuhimu wa elimu kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Pia na mpango wa kurudi shuleni nikajiendeleza na elimu ya watu wazima. Mpaka kufika hapo historia ya maisha ya Nora inakuwa imefika ukingoni. Lakini kabla sijafunga ukurasa huu, naomba niwategulie kitendawili hiki. Nora sio Zinduna na Zinduna sio Nora.
Kumekuwa na sitofahamu za kuwachanganya wawili hawa, lakini ukweli ni kwamba Zinduna na Nura ni watu wawili tofauti na hawahusiani kwa lolote. Zinduna ni miongoni mwa karakta ambao wanakuzwa katika familia ya KP na Zebu, na uhusika wake ushaonekana sana katika series ya Wamangush. Mwani huyu hapa. Nura vile vile anakuzwa katika familia hii na uhusika wake umeonekana vilivyo katika series ya Mzee wa Giza pamoja na The Last Card. Kwa msisitizo naomba niliweke hili sawa. Nura series yake ya kwanza kabisa kuonekana na kuongea ni Mzee wa Giza. Alionekana sana kwenye Wamangush lakini hakuongea, na aliongea sana kwenye Binti Nyoka akiwa kama malkia lakini hakuonekana. Zebu, kwa nini unateseka? Malkia, mimi siteseki. Unateseka Zebu, kwa nini usimuue huyo Sheila anayekunyima raha? Hivyo tunasema kwamba Mzee wa Giza ndio series yake ya kwanza kabisa kwa Nura kushiriki kikamilifu. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, nami mpaka kufika hapo na kuwa sina la ziada. Msimulizi wako ni mimi Muli B, Muli Baby. Unako TikTok, Facebook pamoja na Instagram, natumia majina hayo hayo. Je, ungependa next time tumfanyie nani documentary uweze kujua historia ya maisha yake kiundani? Dondosha komenti yako, mimi nitapita nayo alafu nitakuja kufanyia kazi. Mpaka wakati mwingine, until next time, hasta la vista.